baba akaletewa taarifa. Angel amezikataa shule 5 kwa sababu hajamwona mwalimu kama Dorcas. Nduka anamlalamikia Angel. Mwalimu Dorcas ni mmoja tu dunia nzima. Dorcas akanyosha mkono, ana wazo la kuchangia. Nduka akampa nafasi Dorcas ya kusikiliza wazo lake. Dorcas anasema inaonekana Angel bado hajazoea mazingira ya hapa mjini, hivyo anahitaji muda kidogo mpaka ayazoee. Basi kwa kipindi hiki kifupi kuelekea mwisho wa mwaka, wampe nafasi Angel ya kuyazoea mazingira huku yeye akiwa anamfundisha nyumbani. Angel akalipenda hili wazo. Nduka akampiga jicho la mwanaukome Angel. Angel akajishtukia. Baba mtu akafikiria, mwishowe akalikubali wazo la Dorcas. Asubuhi ya leo Dorcas ameanza zoezi la kumfundisha Angel namna ya kupika. Nduka akiwa anaelekea kazini akawaona Dorcas na Angel wanachokifanya. Wawili hawa walipomwona Nduka wakashtuka kwa uoga, kwa maana jana Angel aliitibua siku ya baba yake. Nduka akafurahishwa sana na huu ukaribu uliopo baina ya Dorcas na Angel. Nduka anamwona Dorcas akivaa viatu vya mama kwa Angel. Ukaribu kati ya baba na binti yake ukastawi siku baada ya siku. Leo baba mtu kabla hajaenda kazini kaja kumsalimia binti yake. Nduka anamwambia Angel leo atakuwa na kazi nyingi sana, hivyo atachelewa sana kurudi, asimsubiri. Pia ahakikishe anasoma na mwalimu Dorcas na ale vizuri. Angel akamtoa shaka baba yake. Baba na mwana wakapeana kumbato, kisha baba akaelekea kazini. Angel akarudi kulala huku moyo wake ukiwa umejawa na furaha kutokana na hii connection alionayo na baba yake. Mida ya usiku sana, Nduka anarudi kutoka kazini. Kumbe Dorcas alijilaza hapa sebuleni akimsubiri Nduka. Nduka anashangaa kumkuta Dorcas akimsubiri mpaka muda huu. Dorcas anasema alitaka ahakikishe Nduka anakula chakula kabla hajalala, tena amempikia ndizi za kukaanga. Nduka anasema hiki ndio chakula chake pendwa. Dorcas anasema ni Angel aliyemwambia. Basi Dorcas akamkaribisha Nduka mezani. Nduka anazidi kufurahi kwa namna Dorcas anavyomjali. Baada ya siku kadhaa kupita, leo Nduka anakuja sebuleni, anamkuta Dorcas ana povu usoni. Nduka anashangazwa na mwonekano wa Dorcas. Dorcas anasema hili povu ni dawa ya kuondoa vichunusi na harara usoni, amepewa na Angel. Nduka anasema ilibaki kidogo akimbie. Je, inauma? Na kama akipaka atafananaje? Dorcas anasema wala hayumi, lakini akubali kwa kichekesho. Dorcas akaenda chumbani kwake kumfuatia Nduka hili povu. Baada ya muda Dorcas ameshampaka povu Nduka. Wawili hawa wakatumia muda huu kutaniana na siku ikaisha kama hivi. Kesho yake asubuhi Nduka akaja kwa Dorcas. Wawili hawa wakasalimiana na kila mmoja akakubali kweli lile povu la jana limefanya kazi, kwa maana sura zao zimekuwa softi. Nduka akamwomba Dorcas hili jambo la povu lisiishie jana tu, wawe wanafanya mara kwa mara. Dorcas anaona hili wazo ni zuri. Kadri maongezi yao yalivyokuwa yakizidi kwenda mbele, ndivyo dalili ya mapenzi ndani yao ikazidi kuonekana. Mida ya usiku Dorcas yupo nje peke yake analia kwa uchungu. Nduka akaja na kumuita Dorcas. Dorcas akafuta machozi haraka Nduka asijue kama analia. Nduka akaisi Dorcas alikuwa analia, akamuuliza Dorcas ana shida yoyote. Dorcas anaitikia kwa kichwa tu akiashiria yupo sawa. Nduka anamtaka Dorcas amwambie chochote atakachokihitaji. Dorcas anasema Angel na yeye Nduka wameyakamilisha maisha yake, hakuna anachokihitaji. Dorcas anamsifia Nduka, mwanamke atakayekuwa naye atakuwa ni mwenye bahati. Dorcas anasema hayo huku akilia. Dorcas akamwomba Nduka waingie ndani. Dorcas akiwa na madawa mengi mbele yake akaanza kunywa moja baada ya nyingine. Nduka yupo kwa nyuma akishuhudia. Dorcas anapogeuka nyuma anamkuta Nduka. Nduka akataka kujua Dorcas ana shida gani mpaka atumie dawa zote hizi. Dorcas anasema anaumwa kichwa cha kipanda uso. Nduka anaona hiki kichwa cha kipanda uso kwa Dorcas kimeanza kuwa kero sasa. Akamtaka Dorcas amwelezee shida ilimwanza lini. Dorcas akamwahidi Nduka atakuja kumwelezea siku zijazo. Leo Dorcas ameletwa katika duka la nguo, achague nguo atakazozitaka. Dorcas anaona nguo za aina yake hazipo, kashazoea mitumba. Angel anamchagulia nguo Dorcas. Dorcas anaona nguo za hapa zina gharama kubwa na zinambana. Baadaye Angel amemleta Dorcas kwa Nduka amuoneshe alivyopendeza. Nduka akastaajabu kwa uzuri wa Dorcas. Angel anamwambia baba yake kwa nini asimpeleke Dorcas out Igwe. Nduka akalikubali wazo la Angel. Angel baada ya kupiganisha shoti akaondoka zake. Nduka akamzuia Dorcas asiondoke. Nduka akamchapa bosu zito Dorcas. Baada ya hapo wawili hawa wakapanda kitandani, bandu zikaanza. Kunapopambazuka Nduka
Nduka anamka kutoka usingizini. Dorcas ambaye jana usiku alilala naye hapa kitandani hayupo. Nduka akawa anamtafuta Dorcas akianzia bafuni na maeneo mengine ya hapa chumbani, lakini Dorcas hayupo. Nduka akaja kumuuliza Angel kama amemwona Dorcas, lakini Angel anasema hajamwona Dorcas tokea asubuhi. Alihisi labda atakuwa chumbani kwa baba yake. Angel akaenda kumtazama Dorcas chumbani kwake, labda atakuwa huko, lakini hata chumbani pia Dorcas hayupo. Baba na mwana wakafunga safari mpaka kijijini. Bibi anauliza kuna shida gani, mbona wamekuja bila kutoa taarifa? Bibi anaambiwa kuwa Dorcas ameondoka na alipoelekea haijulikani. Bibi anawauliza hawajamfanyia Dorcas ubaya wowote. Angel anasema mpaka siku ya jana walikuwa sawa kabisa. Bibi akaanza kuhisi kuna kitu hakipo sawa kwa Dorcas. Nduka akaja nyumbani kwa Dorcas. Dorcas anatoka nje kwa aibu. Nduka anamuuliza Dorcas, ni kwa nini umenifanyia hivi? Nilihisi unahisia kama nilizonazo mimi juu yako. Kwa nini umeondoka bila kujali hisia zangu? Mwamba anaongea hivi, machozi yakiwa yanataka kumtoka. Dorcas akamtaka Nduka aingie ndani wakazungumze vizuri. Dorcas anamwambia Nduka kwa maisha yake yote amekuwa akiishi peke yake kwa upweke, lakini tangia kutane na Nduka pamoja na Angel amejihisi Mungu amempa kila kitu anachokihitaji kwenye maisha yake. Sababu ya kuondoka bila kuwapa taarifa ni kutowafanya Nduka na Angel walie kwa ajili yake, kwa sababu ana kansa, ana siku chache sana za kuishi duniani. Nduka haamini, akamtaka Dorcas waende mjini wakafanye vipimo tena, huenda kuna makosa. Dorcas anamwambia Nduka ameshangaika kila hospitali na kote huko anapewa majibu yanayofanana kuwa ana kansa. Nduka anaahidi kupoteza kila kitu, kulipa gharama yoyote ili tu Dorcas apone. Nduka akamwomba Dorcas ampe nafasi tena wakafanya vipimo kwa daktari ambaye anamwamini. Dorcas akakubali ili tu airidhishe nafsi ya Nduka. Vipimo kwa Dorcas vikaanza. Dorcas akaingizwa kwenye mashine iitwayo MRI scan. Baada ya muda mfupi Nduka anapewa majibu na daktari. Ni kweli Dorcas ana kansa, na mbaya zaidi ipo kwenye stage ambayo haiwezi kutibika. Kansa imesambaa mwili mzima. Tena litakuwa ni jambo la ajabu sana kama Dorcas akiishi zaidi ya mwezi mmoja. Kufika nyumbani, Nduka akawa anamtia moyo Dorcas atajaribu kutafuta matibabu hata nje ya nchi ili Dorcas apone. Kimsingi Nduka hataki kukubaliana na uhalisia ya kuwa kipenzi chake kina siku chache sana za kuishi duniani, na hii ndio sababu ambayo Dorcas hakutaka kumwambia ukweli Nduka, akijua haya yatajitokeza. Dorcas anataka siku zake chache za kuishi duniani zilizobakia awe peke yake. Dorcas akamtimua Nduka. Nduka anapoondoka, Dorcas akalia sana. Maisha yamechagua kumpokonya furaha yake dakika za jioni. Nduka akiwa njiani akakumbuka nyakati zote ambazo Dorcas alipojitoa kwa ajili ya Angel na yeye Nduka. Mtaalam akalia sana. Baada ya muda mfupi tunamwona Dorcas amejipumzisha. Nduka amerudi kwa Dorcas. Nduka akamwamsha Dorcas. Dorcas anashangaa kumwona Nduka hapa. Nduka anasema kwa mengi aliyoyafanya kwa ajili yake na Angel, kiasi cha kuwa kama mama kwa Angel, daraja kati yake na binti yake, kwa upendo wa dhati ambao amemwonesha. Hapana, hana ujasiri wa kumpa kisogo. Hapa haondoki. Nduka na Dorcas wakapeana kumbato. Maisha ya tajiri huku uswahilini yakaanza. Nduka akiwa nafua, Ifi kibonge akaja. Ifi anamshangaa Nduka, licha ya utajiri wake bado anamfulia nguo Dorcas. Huyu Ifi hajui chochote kuhusu hali ya Dorcas. Anachokijua yeye ni saa 2 za usiku ifike ale chakula cha Dorcas. Kwa muda ambao Dorcas anao mkononi, Nduka anautumia vizuri. Nduka anampikia Dorcas, anamfanyisha mazoezi, anambeba kama mtoto, mpaka zawadi za maua, kitu ambacho Dorcas hajawahi kupewa na mtu yoyote kwenye maisha yake. Nduka anampa na anamwahidi kuwa atamletea kila siku. Angel kaja kumuona mwalimu wake, rafiki yake, mama yake, Bi Dorcas. Dorcas akajitahidi kuamka, akaketi. Angel akaitumia hii fursa kuomba msamaha kwa makosa yake ya kipindi cha nyuma, alivyokuwa akimdhihaki kutokana na mavazi yake, bila kujua pesa zote alizokuwa akizipata alikuwa akizitumia kwenye matibabu, na hata wigi walilokuwa wakimsema nalo, kumbe Dorcas ana upara kichwani. Dorcas anasema wala hajawahi kukwazwa na maneno ya Angel, bali hisia pekee alizonazo kwa Angel ni upendo, kama ulivyo upendo wa mama kwa binti yake. Dorcas akamtaka Angel akazanie sana masomo yake, tena uanze kusoma hata sasa hivi. Nduka akamtaka Dorcas asijisumbue, lakini Dorcas anasema yupo vizuri. Angel anabidi
ilibidi asome hapa mbele yake. Masomo yakaanza. Dorcas akafundisha kwa dakika 2 tu, mwili ukawa umeishiwa nguvu kabisa, akawa kama amepitiwa na usingizi. Nduka akamwahi Dorcas, akamlaza vizuri. Nduka akaja kumtia moyo Angel. Angel anayashuhudia mateso anayoyapitia Dorcas. Leo Dorcas na Nduka wakiwa wanatembea, ikiwa ni sehemu ya mazoezi. Wakafika sehemu Dorcas anasema amechoka. Nduka akamwomba Dorcas amvumilie kidogo, amwandalie sehemu nzuri ya kukaa. Baada ya kupaweka vizuri, Nduka akampa msaada Dorcas, akamketisha hapa juu ya vigae. Dorcas akamwomba jambo moja Nduka, kipindi ambacho hatakuwepo katika uso wa hii dunia, amsaidia kumwambia Angel ya kuwa alimpenda sana. Hilo ndo ombi lake la mwisho kwa Nduka. Nduka akaahidi kulifanya hilo. Nduka akalia kwa uchungu. Baada ya kutoa hili ombi kwa Nduka, Dorcas anamwambia Nduka sasa anaweza kutembea, waendelee na safari. Nduka na Dorcas wakaanza safari ya kuelekea nyumbani taratibu. Ghafla hali ya Dorcas ikaanza kubadilika. Dorcas anamwomba Nduka amkumbatie. Nduka akamkumbatia Dorcas. Ua lililokuwepo mkononi kwa Dorcas likaanguka. Kumbe hili ndio tukio la mwisho kwa Dorcas hapa duniani. Dorcas akaiaga dunia mikononi mwa mtu ampendaye. Nduka akalia kwa uchungu. Mwanaume ameikosa nguvu ya kuzuia maumivu ya kuondokewa na mpendwa wake. Kila mmoja kwa nafasi yake akamwomboleza Dorcas. Ify anaumia licha ya Dorcas kuwa mgonjwa na mchache wa maisha, lakini bado alikuwa akimpa chakula. Hakika hajawahi kumwona mtu mwenye roho kama alionayo Dorcas. Hata katika shule ambayo Dorcas aliifanyia kazi, wanafunzi wakamlilia mwalimu wao. Mwalimu mkuu anawaambia wanafunzi walimwona mwalimu Dorcas kama kituko, wakamhukumu na kumdhihaki kutokana na mwonekano wake, bila kujua mapambano ya ndani kwa ndani aliyokuwa akiyapigana mwalimu wao. Mishumaa ikapandishwa juu, ukimya ukatawala. Wanafunzi wakaiombea roho ya mwalimu Dorcas ipumzike kwa amani. Vipenzi vya Dorcas, Nduka na Angel wakausitiri mwili wa mpendwa wao. Baba na mwana wakamwombea Dorcas apumzike salama, apunguziwe adhabu ya kaburi, ila kubwa zaidi maisha yataendelea yalipoishia, wakija kukutana hapo baadaye. Hii ndiyo historia ya mwalimu Dorcas Ebitari. Asante kwa kuwa nami tokea pati 1 mpaka sasa ninapoimaliza hii kazi yetu iitwayo Mbingu Lazima Isubiri. Najua kuna mengi umejifunza. Tafadhali naomba nielezee kupitia komenti yako, na kuahidi kukuletea movie kali kama hizi ili uwe wa kwanza kuzitazama. Basi subscribe hivi sasa. Mungu uzilaze roho za marehemu wote mahala pema peponi. Hii ni Evy Movies. Asante.